Jesus' name, arising in power. And I started by saying that there is a lot of power in the world. Electricity is running. There's a lot of noise. That is power. There is a lot of sun. That is power. There is a lot of fuel everywhere. Machines are moving. Everything is happening. And there's power in authority of presidency, kingship, the world. There are battles running over. A lot of firepower. Everything is happening in terms of power. But then, what power are we talking about? We are talking about the invisible power of God. The invisible power of God that will reign and battle in the spirit, because his battles are fought in the spirit and not in the physical. And it is only through the power of God that we are able to know and to experience his being in Jesus' name. So I'm talking about that power, and that power cometh to a people who have an interaction, an encounter with the Holy Spirit of God. Because the Bible tells us clearly in Acts 1:8 that when the Spirit of the Lord comes, we shall receive power in the name of Jesus. We shall receive power in the name of Jesus. And that power will be like a dunamis. It will be like an energy in us that we shall go out and proclaim the name of Jesus. We shall proclaim his goodness. We shall proclaim his saving grace right here in this great city, in this city where people think they are people while they are not. Even in the bigger city of Nairobi, even in the country and beyond, in the name of Jesus. When we receive the Holy Spirit, we receive power. And because we have received power, we have received the Holy Spirit here, we have power even to do exploits in Jesus' name. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. I want to tell us that unless there was power of God, unless God was moving in his people, there would be utter confusion, because people would be confused. But God, in his own way, demonstrates power and moves us, and that time we might not know that he is even doing it. Just like Jacob pronounced that God was here, he is here, and I did not perceive it. Many people come to this sanctuary and do not perceive the power of God. You do not perceive the presence of God. But we are telling us that the presence of God is right here with us. And you might not know it, but it is here in Jesus' name. Angalia jirani yako mwambie, God is here. His power is here in Jesus' name. One thing you might not know, when you woke up in the morning and you prepared, you bathed, you took a dress in the wardrobe, you did not know what was happening. But what was making you do all that? What was moving you around? What was moving you around? The power of God through the Holy Spirit. That conviction, hizo nguvu, ndizo zilikufanya ufanye hayo yote. Ukipenda, na pengine ukisikia ukiwa mzembe, ukisikia ni kama hautaamka na mpaka ukachelewa. Pray before you sleep next Saturday, and you'll find that you'll come and find the worship experience. You'll find the praise experience, and you'll never again enter that door. Never again enter that door past 10. It will not happen in your life. Bwana asifiwe sana. And this is the God we trust and believe. Hallelujah. This is the God we trust and believe. Very soon anafunuliwa, na wale atakao muona ni wale ambao watakuwa wamemgojea katika jina la Yesu. So hizo nguvu nimeguza tu kidogo, what the power of God can do. Right here as we are talking, you look across the globe, dunia nzima. Saa hizi kuna makusanyiko ya watu wengi wanaoogopa Mungu, wanamuomba, wanamsifu. Hizo ni nguvu za Mungu. Kama ingekuwa ni chama fulani, Bwana asifiwe sana. Kama ingekuwa ni chama fulani, ingekuwa imeisha maarufu. Hallelujah. Kama ingekuwa ni TNA, nani anajua TNA? Kulikuwa na TNA, sema TNA. Iliisha maarufu, sema maarufu. Kulikuwa na KANU, iliisha maarufu. Bwana asifiwe sana. Kulikuwa na Maumau, iliisha maarufu. Bwana asifiwe sana. But there is this power. There is this pattern of Jehovah ambao inaendelea kugrow na maarufu. Makanisa yanaendelea kukua. Watu wanaendelea kuingia katika ufalme. That is a sheer demonstration of the power of God. Bwana asifiwe sana. If you doubted it, you better change your mind. Afadhali ubadilishe mawazo yako. Badilisha mawazo yako if you are doubting it. And I'm saying this, moving away from every manner of things. Ningeweza kuwapea filosofia, niwatolee mifano, niwafanulie mambo makubwa.
na niwawekee na niwaprovie na theories na theorems. Hizo zote ningeweza kufanya, kwa sababu hata shule Mungu alinikubalia nikasoma shule. Kidato cha kwanza nikasoma, nikaenda university, nikafanya masters, nikapewa degree, nikafanya masters, nikaenda hiyo nyingine nikafanya PhD, na nikawa na utaalamu. Lakini hiyo yote ni bure. Sasa what I want us to experience is the power of God. And ndio Paulo alifika mahali fulani akasema, sasa nimekuja sio kwa hekima ya mwanadamu, sio kwa sababu ya utaalamu. Unajua Paulo alikuwa katika habari yake ya kuhubiri, akapitia pale panaitwa Athens, Greece. Alipoingia Greece, alikuta wale ni wasomi, wanapenda mikakati na wanapenda theory na kuprove those theories. Huko ndio walikuwa wanafanya hizo principles za fizikia. Ama inaitwa nini? Inaitwa nini hiyo ya physics? Na Kiswahili inaitwa nini? Kwa hivyo nimeshika watu wengi katika hiyo mtego. Walikuwa na principles ile ya Eureka, Bwana asifiwe sana. Ile theorems zote hizo, mpaka hizo zote zilikuwa huko. Lakini akaona alipoendelea kujaribu kutumia hiyo binu yao ya kuwafahamisha kuhusu Mungu, hakukutokea miujiza yoyote. It is only in Athens, in Greece, that Paul found difficulties in preaching the gospel, because he tried to explain to them with principles na processes, lakini haikuingiana. Alipotoka hapo akaenda kanisa la Wakorintho, sema Wakorintho. Alipokuwa akienda katika safari ya kwenda Wakorintho, akapata ufunuo kwamba it is not by the better explanation, it is not by theories, not principles, but the power of God. And that what brings us in 1 Corinthians 2:4 katika jina la Yesu. 1 Corinthians 2:4. Biblia inasema nini? Sasa alipokuja kwa Wakorintho akasema, and my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Hallelujah. It is not good speech, good preaching, persuasive words, na kuwaekea drama kidogo na sarakasi kiasi. Mukasikia karoho kameinuka na mukafurahia kidogo, mukaona munifuate muone kama nitatoka sarakasi kingine. Lakini ni kwa sababu ya nguvu na kwa sababu ya roho zilizodhihirika kupitia uwezo wa Bwana. Bwana asifiwe sana. Na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu. Najua kuna wale watu wanagoja approve beyond reason about doubt kwamba kuna Mungu. Ukianza kufanya hivyo utakuwa azimu. Hallelujah. Na ukiignore hiyo habari, ati kwa sababu sikuelewa, huyu Mungu sikuelewa, na hata vile wanasema hata ieleweki, haigiani, hiyo mambo nitaachana nayo. Wewe ni wa kuangamia direct. So uchagua. Bwana asifiwe sana. Ukijaribu kuelewa utakuwa wazimu, ukiignore utapotea. So ufanya nini? I choose to believe in God. Bwana asifiwe sana. I just choose to believe in Jesus name. Chagua kuamini na utaishi. Bwana asifiwe sana. Yes, that sio kwa hizo, mbali katika nguvu, roho na nguvu, roho na nguvu, na roho na nguvu katika jina la Yesu. So that is what I want to talk about these few minutes that we are having. Kwamba kuna nguvu za Mungu na kuna uwezo wa Mungu. Siku moja hakukuwa na hizi vitu mnasema zinapiga kelele. Hakukuwa na hizo vitu. Because teknolojia haikuwa imefika wapi? Pale. Na Mungu aliweza kueneza injili yake siku hizo za kina Paulo za kutembea na kamguu kanya na kukuja mpaka hizi siku zingine ambazo watu walitandaza na wakajaa ulimwengu, lakini bado hakuna nguvu za umeme, hakuna speaker. Injili ilitangazwa, injili ilihubiriwa. Nikwambie mambo moja ya ajabu, na ndio maana nikakwambia ni nini ilikuleta hapa. Ulikatia kiti hicho kwa sababu gani? Nguvu za Mungu. Haukuzielewa, haukuzipata, na haukuzipea uzito unaofaa. Sasa nataka uzipee uzito. Wakati mawazo yako siku moja yatatazama na yafikirie Mungu, jua huyo ni roho wa Mungu anafanya kazi. Don't ignore, give it the weight that it requires and you live. Sasa watu walikuwa naenda wakihubiri
na wanasimama mahali fulani chini ya mti, wanaanza kuhubiri. Na wakianza kuhubiri katika eneo fulani, watu wanaosafiri wakienda safari zao, walikuwa na punda zao na kuku zao na mbuzi zao, wakienda kama biashara zao. Tuseme for example, kuna watu fulani wana roho wa Mungu wanahubiri mahali hapa tuko sasa, na kuna watu wanatoka Ukambani wakienda Masaini kuuza vitu zao, wengine wakielekea kwenda huko kwa Wasamburu, wengine wakielekea kwenda maeneo ya Wakamba na Wataita. Do you know what was happening? Through the power that we are describing, hizo roho za Mungu, hizo nguvu za roho wa Mungu zilikuwa zinaingia hata wanyama wale, mapunda, mambuzi, makondoo, mang'ombe, mangamia, zinaingia ndani yao. Watu hao wakiwa wanaelekea wanashangaa, ni kwa nini hizi ng'ombe zetu zinataka tukwenda hii direction? In the process wakienda hii direction, wanakutana na wamama wengine walikuwa wakienda mission zingine. Unajua kulikuwa kunafanya kwa barter trade, wakienda pengine kuuza ama kubadilishana vitu zao, wanakutana na sisi tunaenda pande hii, na wanajikuta ni kama kunatengenezeka njia ya kwenda pale fulani. As they all go in that direction, about they don't know why they are going there and why the road is heading to there, wanakuta sasa kuna hubiriwa, kuna injili inaendelea. Bwana asifiwe sana. They didn't know that in their spiritual realm, the Holy Spirit was holding the thoughts of even the animals, the camels, the goats, the cows, everything, their minds, everything, and it takes them there. And then they hear the gospel of the power, because the gospel is the power of God unto salvation. Bwana asifiwe sana. And it does not matter hata iwe namna gani, itabidi watu wasikie, ili siku ya kiyama na hukumu ikifika iwe kwamba they heard the gospel. Bwana asifiwe sana. That is why you find yourself going to the place of worship. That's why, because you must hear. Bwana asifiwe sana. And hear and hear, and after hearing you believe. After believing, you receive your salvation. If you ignore, now you neglect such a great salvation, the day is coming and coming quickly. Hallelujah. The day is coming and coming quickly. Jesus is coming again. Maranatha. He is coming again. Maranatha. It might look so long, but I'm telling us it is coming. And that day, as I talked somewhere when we were talking about mission work, katika kiti hicho cha enzi, bingu hiyo, every tribe, sema every tribe. Kama wewe ni Mkikuyu, lazima kutakuwa na Wakikuyu pale. Bwana asifiwe sana. So that wewe Mkikuyu ukipitia hapa useme na hii maneno sikuelewa, utaambiwa huyo ni nani, anaongea nini? Gayaroto ugira. Bwana asifiwe sana. Wewe yako inaisha. Mwingine anasema mimi Mkale hawakuhubiri vizuri kwetu. In fact walikuwa napitia ni kama wanaambiwa huyo ni nani, naye anasema arasno. Bwana asifiwe sana. Wanasikia wengine kila kabila litakuwa pale. And that's why Jesus is not coming. He's not ending until every tribe, every people group must be represented there. Bwana asifiwe sana. And surprisingly, there will be children, kutakuwa na wazee, kutakuwa na watoto na wasichana, kutakuwa na kila tabaka, kila mtu. Usiyeje ukasema tunajua mimi nilikuwa youth, na unajua youth wanakuwa na majaribu mingi sana bwana. Hapa sasa unajua ilikuwa ngumu sana kushinda. Utaambiwa look at on the left side. Kana inuka ka kijana unaona na ni kama ninakachua. Hallelujah, kesi yako inaishia hapo. Because God is God. Hata unajua issue yangu iliinukiwa, nikafanywa, ikakua. Sasa unainuliwa mtu anasema Allah, it seems naona kana namjua. Kesi yako inakamatikiwa hapo. That is how God is going to judge. Hata hukumu ati aanze kumwambia kwanzana na Mungu, hapana, hata unajua kwetu kulikuwa mbali, ayambana. Utakuwa unaona na macho unajihukumu, unaona na macho unajikatia, unaona ingine unajikatia. Bwana asifiwe sana. Mimi nililelewa vibaya, wazazi wetu nini mpaka nikakuwa prostitute, sijui nini mambo. Sasa nikakuwa rejected in the community, nikakuwa rejected, nikaingia kwa depression. Sasa unamfikiri ukiambia Mungu depression, ati sasa unajua siku hizi watu wanatushinda sana na kutuweza ati na depression. Mungu unamwambia depression, halafu unaangalia unaonesha mtu mwingine hapo. Huyo sasa hata hajui mama, hajui baba, hajui anything, lakini yeye alisimama kupitia hiyo yote na hayo yote na akaweza kusimama. Unamuona, unajihukumu. Nasema wewe ni wa haki na unastahili kuheshimiwa na kuinuliwa. Mimi naingia
njia yangu. Nasema mimi nilitokea nikiwa mama mzee, mama na sikupata kuolewa. Sasa nililea watoto watatu na shida mingi sana. Mungu, unaambia Mungu sasa ni kama unajua unamuinform vile sasa kulikuwa na shida mingi vile ulikuwa umeonewa na watu wote, mpaka watu wengi walikukataa, walikuwa na shamba na wakakunyima, ukabidi kwenda town kulea watoto na mashida nyingi, wale walikuzalisha, walikufanya madharau, walifanya mambo. Yaani unajitetea mpaka unasikia kweli umejijustify. Halafu unashangaa unainuliwa mtu, naona hii na kweli huyo zake zilikuwa mingi kuliko zangu. Unasema kweli sasa. So let me tell us. Hakutakuwa na jambo la kusimamisha ambalo Bwana asifiwe sana. Yes. Siku unajua kutakuwa na mpaka vipovu. People who don't see. Yes. Sasa utaanza kusema mbona je siku nilikuwa tunasikiaga unaambia bas good. Sasa macho yako inaona. Allah. Hallelujah. That is how heaven will be, and it will be interesting. Let me tell us, there is power in the Lord. Now that power is not visible with our own eyes. Hiyo power haionekani kwa macho. Lakini wao yote apokea Roho Mtakatifu, anapokea nguvu. Sasa najua kwa moyo wako unafaa uanze kusema Bwana nipe Roho wako Mtakatifu. Nipe. Can you tell God, let me have thy Holy Spirit. Let me have thy Holy Spirit. Let me have thy Holy Spirit. If this is how power comes, then let me have the Holy Spirit. There came, after those times nimetabiri na nimetaja kuhusu watu vile waliweza kujua Mungu bila maspika na bila magari. Watu walielekezwa na Roho wa Mungu kupitia na kufika pahali neno liko. Na ikujalisha ng'ombe, ngamia zilielewa. Wao watu pia walibidi wafika mahali pale. And that's how you could find 20,000, 40,000 crusades. Watu maelfu na maelfu. Ukiulizwa waliitwa namna gani? Hakukuwa na pamphlets, hakukuwa na social media, hakukuwa na TikTok, hakukuwa na, but they are here. How they came, nobody would be able to explain. Bwana asifiwe sana. So usinyamaze siku moja kwa ile mbinu Mungu amekupatia ati ukaweza kuignore, ukafikiria Mungu utamweza kwa sababu hautafanya hivi. God can over. Hiyo bari yako anayover. Anayoverrun. Na makazi yake itaendelea kusonga mbele. So God is God, and that's how he does it. Then there came the times when now the knowledge and information of age was across the world. Magari ya moto, magari ya stima ilikuwa ikitembea na meli zilikuwa zitembea. Na wakati huo Mungu akainua, ni wakati wa kuharakisha hata kujulikana kwa neno lake. And there came these great revivals. The Moravian revival, kukakuja 1859 revivals, kukakuja Azusa Street revival. Wakati watu walikuwa nainda wakiingia katika nyumba, wakianza kuomba, wanashangaa. Waliingia saa 2, wanakuta ni saa 5 ya usiku. Hakuna mtu amechoka, hakuna mtu amekula. Wamesukumwa na Roho wa Mungu mpaka wamefika mahali pale. There came this time when there was the Welsh or the Welsh revival. And these are things that God continued doing. Today, the Holy Spirit is living among men. And power of God is living among men. Bwana asifiwe sana. There is power ya kukomboa watu kutoka kwa mitego ya uchawi. Maybe there are things watu wengi wanaogopa kwetu, unasikia watu hawa wanakuwa hivi. But I can tell us that God, through his power, through the Holy Spirit, can be able to quench every threat of witchcraft, every threat of sorcery, every threat of wickedness from the dark places. Bwana asifiwe sana. Sema walionena, walio hai, walio kufa, maneno ambao wanayonena hayawezi kunidhuru katika jina la Yesu, because we have power to quieten. Acts 3:6-12. Acts 3:6-12. We find Paul, after having this serious encounter and realizing that yeye sasa ni nguvu za Bwana atakazozitumia, alianza kutenda mambo ya ajabu. Then Peter said, silver and gold. Sorry, that is we have silver and gold I do not have, but what I do have I give you. This is Peter ambaye aliweza kufanya hata kiwete akaweza kusimama katika jina la Yesu. But then we move fast, we go to Act 13:6-12. Nataka kusema nini? Hizo magoti zilikuwa zimevunjika, hizo mifupa zilikuwa zimekataa kushikana katika jina la Yesu. Na tunatabiria sasa shida yoyote ambayo iko na ya mifupa na joints, watu wengine zile sijui wanaziita nini, zinaitwa nini hizo vitu, ati arthritis, na hiyo ingine gout,
Sasa katika jina la Yesu, inua mkono useme kwa nyumba yangu hakutakuwa na gout. Kwa nyumba yangu katakuwa. Hiyo spirit ya gout sasa hivi tunaikemea katika jina la Yesu, na haitafaulu, haitapita katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Acts 13:6. Wale watu wamasumbuliwa na urogi, tunajua huyo ni kutoka wapi? Ukisikia ni kutoka wapi unaanza kumgive way. Because umesikia ni kutoka sijui kamote, sijui ka tree, sijui ka hirizi, sijui ka jini, inawekwa kwa chupa, niliona kwa chuma ikatokea kitu, sijui. Bwana asifiwe sana. There is power beyond that. Now when they had gone through the island to Paphos, they found a certain sorcerer. They found what? Wewe hata hujafaidi sorcerer. Na unaogopa sorcerer, hujaiona sorcerer, hujaisikia. Now you are worried. They found a certain sorcerer. Wakamuona na macho sorcerer. Wewe ushaiona sorcerer? Ni kusikia tu. A false prophet, a Jew whose name was Bar-Jesus. Kwanza baka jina yake iko na Jesus. Huyo sorcerer. Wewe unajua na sorcerer anaitwa Jesus. Na sasa sitambidi ushangae sana. Useme kama ni Jesus kama Jesus. Then huyu ni sorcerer mkali sana. But let me tell you, there is power over sorcerers, even Bar-Jesus sorcerers. Verse 7. Who was with the proconsul Sergius Pyrrhus, an intelligent man. Unasikia wale watu huyo sorcerer ako nao? Wewe hata sorcerusha hata hana company, hana guard, hana assistants. This man called for Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. Akasema mimi ndiye msosara yule mkali sana hapa, mchawi yule mkali sana hapa. Nasikia kuna watu wanapitia na kainjili fulani, ati kuna nguvu, waje waniambie hiyo maneno. Bwana asifiwe sana. Verse 8. But Elymas the sorcerer. Elymas the sorcerer. For so his name is translated. Hii ya Bar-Jesus ilikuwa ni Fako, sema Fako. Fako habari ya jamba. Ati kwa sababu amesikia kuna Jesus powerful sana Bar-Jesus. Lakini jina yake ilikuwa nini? Elymas. Bwana asifiwe sana. Sema huyo mchawi wa kwenyu ni Elymas. Withstood them seeking to turn the proconsul away from the faith. Yani wale wanaenda kuhubiria proconsul. Huyu mchawi anasema hamwezi kufanya kitu kwa huyu. Sisi ndio tuna nguvu, ndio tunatawala hapa. Verse 10. In the name of Jesus. And they said, "Oh, full of all deceit and all fraud, you son of the devil. You enemy of all righteousness, will you not cease perverting the straight ways of the Lord?" Neno limeanza kutoka na nguvu. Na description inaofaa. Wewe ni mjinga, umejaa uongo na umejaa ukaidi. Wewe ni mwana wa shetani ambaye ni adui wa haki katika jina. Tafuta maneno kama hizi. Bwana asifiwe sana. Ukisikia watu t-shirt hapo ulienda kuweka kazi biashara, ati ulisikia, ulijua, ulikuwa umeambiwa. Waambie kulikuwa Bar-Jesus, kulikuwa na Elymas, na sasa mimi najua hao ni adui wa haki, na mimi najua hao ni wa yule muovu shetani. Naambia sasa mtakoma perverting the straight ways of the Lord. Watakoma, sema watakoma. Kwa kijiji sema watakoma. Hata hapo kazini watakoma. Katika jina la Yesu. Verses 11. Hallelujah. Jesus is Lord. And now indeed the hand of the Lord is upon you, and you shall be blind, not seeing the sun of the time. And immediately a dark mist fell on him, and he went around seeking someone to lead him. Hallelujah. Ati akaambiwa nini? Mkono wa Bwana uko juu yako, na sasa utakuwa kipovu. Hallelujah. Baada ya kuambiwa yeye ni adui, baada ya kuambiwa yeye ni nini, akaambiwa sasa your judgment, you are going to be blind. Brother Meshach alikuwa anaomba hapa, alikuwa anasema hapa ati tuombe wakuwe blind. Sijui tuombe nini wakuwe. Bwana asifiwe sana. Hii sio hadithi, hii ni reality. It is possible. Be careful. Kama hutaki akuwe blind, ukiomba akuwe blind utafanya nini? So make sure you are able to raise your voice and determine this, that immediately a dark mist fell on him, and he went around seeking someone to lead him by the hand. So Sara, uli alikuwa ameogopwa, uli alikuwa na a company, alikuwa na kajeshi kanamfuata, akina proconsul, akina nani. Akafanywa nini? Kipofu. Sasa wewe, huyo ulisikia, ni hadithi tu ulisikia, hata hujaona na macho. Now I'm telling you today, you have power. The power. You have power. You have power. You have power.
to even cast blindness on that sorcerer. Hiyo vitu zake hata haona vile atazifanya. Hata haona vile atazifanya. Atatafuta tunyungu atukose katika jina la Yesu. Atatafuta huto tumaji atukose katika jina la Yesu. Huto tunyoka atatukibiria tumepotea kwa sababu tutakuwa tumemezwa na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Those snakes will be swallowed by the mighty snake, the Lord of Jehovah, in Jesus' name. That is what God can do. So you should not be scared. You should not fear from wherever, whatever it is, whatever story. Tell them that I have a great God. I have a great God. Unakuta watu wamekuwekea vizingiti, wameweka obstacles, wameweka every reason, na wameweka giza kwamba hakuna njia. We have just sang here, He's the way maker. Hallelujah. Anatengeneza njia kwa ajili yako. Bwana asifiwe sana. He makes a way in the wilderness. He makes a way in Jesus' name. Bwana asifiwe sana. Kuna wale zile maroho hata za divination. Ati unaona, ati huyo mtu akikuangalia na kuambia mambo yako yote. Sasa wewe unakaa hapo ukiogopa sasa this person akidivine vibaya basi you are done. In Jesus' name. This was the reality. Acts 16:6-18. Acts 16:16. Tuangalie tukiona, we are looking at the power of God, and I'm telling us as we are doing this, we are exposing what God is going to do in our midst in the name of Jesus. And this is going to be a place of power in the name of Jesus. We are going to be a people of power in Jesus' name. And now it happened as we went to prayer. As we went to what? You know, you think now when you're going to prayer, there's nothing wrong that can happen. When you go to prayer, that is when they will come. Bwana asifiwe sana. Wakati huo ndio watawainuki when you go to prayer. A certain slave girl possessed with the spirit of divination met us, who brought her masters much profit by fortune telling. Yes, that girl had a spirit of divination. Angeona mambo yako. Nyinyi wengine mnatishwa na mikono sijui kusomewa wapi, ambayo kuambiwa huyu akikwambia kitu inakuwa ni ukweli. Huyu akisema kitu akiota, huyu akikwambia aliota, ujue hiyo ita happen. I'm telling us, we must be able to arise in power. We must be able to arise in power. Over divination, we arise in power. And then what happened? Verse 17, this girl followed Paul and us and cried out, saying, these men are the servants of the Most High God, who proclaim to us the way of salvation. Walikuwa nasema kitu kizuri, si ndio? But they became notorious. It became notorious. Mpaka Paulo alipoitambua. Ingawa inasema hivyo kupitia maroho machafu. And ndio maana you have to be very careful. Not everyone who says the thing that is correct. Bwana asifiwe sana. Sio mtu ambaye anakuambia Bwana asifiwe na amekaa vizuri, kasauti poa, na amejipanga vizuri. And sasa huyu unaona huyu hawezi kuwa na ubaya. Huyu nitamwamini tu. Do I have a reason to doubt him? You must have the Spirit of God to decipher. Bwana asifiwe sana. You must have the Spirit of God, and that is the power that is invisible. Hii power ambayo ni invisible, sio ya kufanya tu ati pakuwe na njia kitu inaonekana. Hii power ambayo ni invisible ni hata ya kujua. Hiyo roho ni roho ambayo sio roho safi. Ingawa ameongea ukweli. Ingawa hiyo kweli yote imetoka, lakini hiyo kweli imetokana na wapi? This is the greatest point of deception, na ndio maana umeona watu wengi wa Mungu wamepotea. This girl followed Paul and us. Let us look at 18 in the name of Jesus. And this she did for many days, but Paul greatly annoyed. Sema greatly annoyed. Sema nitakasirika. Sema nitakasirika. Unajua sometimes inatakaka ukasirike. Hallelujah. Nasikia wanasema iwatoke. Bwana asifiwe sana. Wewe ukikasirika in the spirit, now you will also be able to sema kitu ikutoke ukiwa command. Greatly annoyed, turned and said to the spirit. Said to who? The girl was good, the girl was beautiful, the girl was organized, the girl had a master, the girl had protection, the girl was okay. But now there is a spirit. So he talked to the spirit. Command. I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out that very hour. Bwana asifiwe sana. Sema nitakasirika. Maroho machafu yatasikia katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu.
You know, the power of God opens doors for the gospel. It opens doors. That's one thing you must write down. The power of God opens doors for the gospel. Hali nguvu za Mungu zinadhihirika. Milango ya injili inafunguka wazi. Nao wanakuwa wana nguvu. Sitaki kusoma, lakini katika the same place, huyu msichana, kwa sababu nyinyi wengi mnajua Paulo na Sila waliomba. Huyu msichana ndiye alifanya Paulo na Sila wawekwe je? Haukujua. Lakini huyu ndiye alifanya Paulo awekwe wapi? Jela. So Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila, milango ya gereza ikafunguka. Alikuwa amepelekwa huko kwa sababu ya mrembo. Huyu mrembo alikuwa guarded na alikuwa ana earn for the master. So when he did that, the whole city said, nani atakuwa kituambia sasa mambo ya ukweli? Na yule mtajiri akasema, unaona sasa hawa watu wamekuja kuharibu. Now our way of life is completely messed up. Tutaiza. Akashikwa, akawekwa ndani. But what happened when they went into prison? These people had power. Sema power. They had power. They had the Holy Spirit of God with them. And when they were in that jail, when they were, hawakuati akaenda wakaanza kuogopa, wakaanza kunongoneka na kuona sasa sisi ni watu wazuri na tumefungwa kwa gereza kwa nini? Tumehubiri throughout. Sasa how can this happen? Wakaanza. You know when you do that, that is music to Satan. Anasikia vizuri. We kame complain. Kweli. Sasa hii. Lakini hao watu walikuwa na sifu. They were worshiping. Sasa hiyo ndio wakati wajua, najua Bwana unatengeneza njia. Najua Bwana unatengeneza njia. Unatengeneza njia kwa ajili yangu. Pahali pamefungwa wewe unaona njia. Bwana asifiwe sana. Pahali watu wamesema haiwezekani wewe unaona njia. Pahali watu wanasema ati ameishi sana ati huyu hawezi pata mtoto wewe unaona njia. Bwana asifiwe sana. Wewe unaona watoto. Haleluya. Pahali wanasema huyu hata hawezi kupendeka, hawezi kuokoka, hawezi kuolewa. Wewe unaona njia katika jina la Yesu. Pahali unaona, wewe unaona njia. Now in that spirit and that mood, in the timing of God. The other time I told you time is a formula kwa hesabu ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Inakuwa time ni a factor. Si unajua ile factor tunaweka tukifanya hesabu? Inakuwa time hapo kwa hiyo formula. Na hiyo time ndio inasaidia hesabu yako ingiane. Bwana asifiwe sana. Ushaiona hesabu inafanywa bila formula? Kuna hesabu ambayo haina formula? Ama nyinyi hamkwenda ako wapi yule mtu wangu wa D? Hii D iko sawa. Bwana huyu jamaa anakuwa sawa. Sema formula moja sahi. Application, BODMAS, amesema BODMAS. Si unaona BODMAS? BODMAS, mpigeni makofi. So time is an input kwa kazi multiplication ya Bwana. Ikiwekwa, ukipata hiyo, unapata jawabu yako. Hallelujah. So what we are saying, as they were singing that, the earthquake came, ikatingiza jera, milango ikafunguka, minyororo ikatoka, nguvu za Bwana. Bwana asifiwe sana. And what happened after that? Very quickly, ule jamaa wa kulinda hawa watu akasema, now my job is gone, finished. And he went to kill himself. Then Paul says, shida gani yako bwana? We are here. Hakuna hata kamoja hesabu. We are all here. And this man says, what do I do to get saved? So salvation comes. The door of salvation opens. So the power of God opens the door of salvation in the name of Jesus. And you know this man who was that jailer, you know what he became? He became the leader of the church in Philippi. Hakuokoka tu na hiyo historia ikaishia hapo. Aliokoka na akakuwa msimamizi, akakuwa kiroho mpaka akakuwa msimamizi wa kanisa la Filipi. Sema Filipi. Bwana asifiwe sana. Inaweza onekana kama umefika mwisho ama karia yako. By the way, karia zingine zinakatikaka ndio upate nini? Destiny yako ifunguke. Bwana asifiwe sana. Some careers they just get messed up so that your destiny may open up. Some relationships can just get messed up so that your destiny may grow up in the name of Jesus. So that you come to your greatness. Maybe ingekupeleka kaji yake mbamba, but this one is getting you to the explosion. That's what power does. Power opens the door to salvation, and power also does what? Power and miracles glorify God. That's something you must note. Power and miracle, God's power and miracles glorify God. God gets honored. God gets honored
because of miracles and power in the name of Jesus. And this happened to this man called Publius. Publius alikuwa mtu mmoja ambaye alikuwa kwa kale ka island. Ka island kalikuwa kale ka island wakati Paulo alikuwa anaenda na meli ikabomoka, kila kitu kikapasuka, kila kitu mbao zote zikaisha, alafu akapata neno kutoka kwa Roho Mtakatifu kwamba kupitia malaika wa Bwana kwamba hata ingawa haya yote unaona dhoruba na kila kitu, meli imevunjika, hakuna mtu atakufa. Lakini meli yote itaisha. Bwana asifiwe sana. Unajua wewe kuna vitu umejishikilia. Na unaona hii ndio watu wengi wanasema that is my lifeline, at my dad, my father, my business, this is my lifeline. Hii ndio maisha yangu. Hii biashara, in fact hii biashara ikisha sijui sasa itakuaje. This is my career, this is it. At it is your lifeline. Kuna sauti inaweza amka siku moja ikwambie hii yote itai. That is what Paul was told. In this island they met. Ilipovunjika meli yote, na kwa sababu hizi mavitu zitakuja, ndio uinuliwe upelekwe kiwango fulani, upelekwe katika island ya kuglorify Mungu, lazima kikitu kifanyike. Kaingia katika sijui kama alienda na mbao ama aliswim, sielewi vizuri, lakini must have shika mbao moja, akakatalia hiyo mbao, sio merikebu mbao. Sema unaweza shikilia mbao. Katika jina la Yesu. Yes, in that business community, in that environment, unaweza shikilia tu mbao, watu wanasema what's wrong with this one? Hii itakuokoa. But unashikilia. Hold on unto faith in Jesus' name. So what happens at this particular place? Let us look at this. Where was this? I can't remember. But I imagine it must be in Acts 19:20. Unajua ni vizuri niwape majina mzuri kama Publius. Ndio pia ukizaa mtoto unaweza ona majina zote Publius. Hallelujah. Si Publius ni mzuri. Masaa yangu inaisha. Lakini kulikuwa na mtu alikuwa anaitwa Publius. Bwana asifiwe sana. Let us see whether it is here. So the word of the Lord grew mightily, prevailed. Let us read earlier than that. Maybe let us look at 16. Yes, kuna mtu anaona vizuri. Then the man in whom the evil spirit was ripped on, then them overpowered them and prevailed against them, so that they fled out. Hii ni ile ya watu wale walikuwa naenda kusema Jesus na mchezo. Lakini in the end, kwa sababu tusi take a lot of time pale, but I want to tell us that when God is manifested, there is glorification. Hapa ni wale watu walikuwa wanaenda kucheza na jina la Yesu. Na wakaambiwa, Yesu tunamjua, Paulo tunamjua, nyinyi ni akina nani? Sema they are no pretenders. Katika injili hakuna pretenders. Bwana asifiwe sana. Watu watatolewa nguo akawa. So ukiona mtu ametolewa nguo, ujue most likely alikuwa pretend. Ukiona mtu ameanikwa, haleluya, inawezekana alikuwa pretend. Shetani anapenda sana kuaibisha. So anaweza akakutoa nguo na anaweza kukuweka katika that situation. So God is honored in that manner. God's power is demonstrated in that manner. And we say also God's power brings salvation. Hapo tulifika. Hallelujah. Naona masaa yangu imesonga kabisa. But what am I saying? We are rising in power. And there is every manner of power of healing, every manner of casting out divination spirits, every manner of casting out every manner of oppression. We are able to stand. And I'm telling us, as we arise in power, there are some things that we need to pray for. And one of them is that we may die. Pray that I may die. Hey, watu wanaogopa kifo ati. Yaani unasikia tu ati pray that you may die, unasema hiyo ni ombi gani nao sasa? Pray that you may die. Bwana asifiwe sana. John 12:24. John 12:24. If you want to have power, to arise in power. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ni lazima watu watakufa. Unajua watu unajingangana na hiyo kimwili yako. Na hiyo kimwili yako hakina any ability na kina power. Sasa wewe unakatalia kimwili ambao kufa wewe na nini? Most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies. Bwana asifiwe sana. Unless a grain of wheat falls into grain and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. Bwana asifiwe sana. Nani sasa ana desire kukufa in the spirit? In the name of Jesus. Now nimepata more followers. Sasa hiyo ilikuwa sasa we can't be able to accept. Let us die
in the physical, hii fresh ifanye nini? Ikufe. Tubaki in the spirit so that we may have power. This power is what multiplies us. It is what multiplies us, makes us receive even that ability from heaven to do things that cannot be described by men. So make sure you are able to get vanquished. Mwili wako reduce. Kama vile John alisema, that I may decrease and that he may increase. When the Lord increases in you, when the Holy Spirit has more space in you, you speak in the Holy Spirit, you think through the Holy Spirit, your decisions are through the Holy Spirit, you command through the Holy Spirit, your body is no more. You do not see things with your physical eyes and they terrify you. But you see things in the spirit and you get encouraged, you get empowered. Because this power we are talking about is not the power that we see. Sio sauti tunaona, sio moto tunasikia, bali it is in the spirit. It is a dunamis that moves the world of darkness and fights the world of darkness throughout. So prefer that your physical may reduce, that you may be able to stand. The next thing that we must do, and we must pray. First prayer to Isama, you pray for what? You pray to do what? You pray to die. Bwana asifiwe sana. You know, Jesus said that those that he has called, he has bidded them to die. When you are called Jesus, you are bidded to die. Because the old self must go, and then that newness, that new in the spirit must arise. So, you must pray that this body, ambao inataka kujitetea haraka sana. Na unajua kuna watu ukisikia umeambiwa kitu unataka kujitetea. Mimi wananijua kweli. They don't know who I am. Sasa ukisikia hiyo who I am, ujue huyo kuna kitu kinaishi ambacho hakifai kuwa kinaishi. Hikio kinafaa kuwa kimekufa zamani. Who I am, hiyo inafaa kuwa imekufa zamani. So ukiona mtu ambaye ameinuka na ameleta watu wapange kampango ili waweze kushambulia something blah 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 strategy. Jua, those people, there's something that needs to die. Bwana asifiwe sana. But if you see those people who dash, and they get into the sacred place, and they call upon the name of God, then you know they are no longer living. But the Lord in them, the Spirit of God is alive in Jesus' name. The next thing that we must pray is that we may be obedient. We may be obedient. Your prayer, that you may be obedient to the commands, the covenants. You may be obedient to the Holy Spirit. You may be obedient to the word of God. You may be obedient. This is the pathway to achieving, to receiving this power in the name of Jesus. Because when you do not obey, you are judged. And the Bible says the sin of disobedience is worse than witchcraft. But watu wanajua witchcraft hiyo ni mbaya sana kwa sababu ni roho inatumia nguvu za shetani. Now you can really judge them. Many times when you have disobeyed God, you have disobeyed the word of God, know that your sin is worse than witchcraft. And that was pronounced even to Saul by Samuel himself. In the name of Jesus. Because of time, I don't want to read. I don't want to convince you. Do I need to convince you that you must not be disobedient? Do I need to convince you? The Bible tells us in many times that obey the commandments of the Lord. Amini na uweze kufuata amri za Bwana. Hata hizi siku zako ziongezeke, fuata amri. Hata ili ukaweza kupata ahadi za Bwana, fuata amri. Na usipofanya hivyo, basi itakuwa ngumu. But for purposes of the word of God, because it has power. Jeremiah 7:21. Jeremiah 7:21, as I rush through Jeremiah 7:21. Jeremiah 7:21. The name of Jesus. Verses 21. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, add your burnt offering to your sacrifices and eat meat. Verses 22. The Bible says, for I did not speak to your fathers or command them in the day that I brought them out of the land of Egypt concerning burnt offerings or sacrifices. Verse 23. We are coming the verdict. But this is what I commanded them, saying, obey my voice. Obey my voice. Obey my voice. I will be your God, and you shall be my people, and I will walk
in all the ways that I have commanded you, that it may be well with you. That it may be well with you. Bwana anasema sawa, sadaka na manukato na giving zote ni sawa. Lakini nilipoambia watu wangu watoke, nikawakomboa, sikuanza hapo. Mimi nilianza, tembeeni mbele zangu mkitii amri zangu, na mimi nitakuwa Mungu wenu na mtakuwa watu wangu, na mtii sauti yangu. Today, the most important thing that you'll do is to obey the voice of, just like you did this morning when you woke up and you dressed the African way and you came. Kama ulikuwa motivatiwa na African way, sawa. Pia roho alipitia hapo. Bwana asifiwe sana. Roho hupitia mahali pengi. Mwingine roho alipitia kwa mtoto, "Mom, toka twende church." Mwingine roho alipitia, roho alipitia njia nyingi. Lakini we bless God, ulifanya nini? You obeyed. Can you move a next level? Uobey zaidi ili Bwana aweze kukutendea mambo makubwa. By the way, as I'm talking about African Sunday, which it is today, hata kama unalala hapo na unashunga, fungua macho kwa sababu kuna mahindi ya kuboil. Bwana asifiwe sana. Open your eyes, because ukikula boil of maize na hujasikia neno, it will be hasara kubwa sana. Itakuwa ni kama hiyo Yesu Bwana anasema, niliposema, si amesema ati kuleni, amesema your offerings mkule. Bwana asifiwe. Si amesema hapo? Si 21 amesema hivyo. Hizo offer kuleni, hakuna shida. But what am I saying? Obey my voice. So usikule mtungo na hujasikia neno, it will be very dangerous. Mkikula uulize huyo mtu maswali ya hii sermon. Akikataa mnaweza chukua hiyo mahindi. Neglect. The another thing we should pray about is not to neglect the spiritual discipline. We should not neglect the spiritual discipline. That we must know there is sin in the world, and we must not be caught up in sin. Bwana asifiwe sana. We should not neglect the spiritual discipline in Jesus' name. This one we'll read because it's very powerful. We are going to read 1 Timothy 3:5 in Jesus' name. You should not neglect spiritual discipline. Hii maisha ya nguvu ina nidhamu. And you know, just like Pastor has talked about, alikuwa na train pale askari kidogo. Hapo lazima mikono ikue straight, na hapo ni lazima, kama ni shabaha ni lazima ugonge shabaha, kama ni kuvaa lazima hiyo trouser na hope ilikuwa na hope hiyo line. Hakuna wakati zilichoka mbili. Maana asifiwe sana. Amen. Hiyo sio mbili. Yes, hiyo kiatu lazima ingare. Do you know that shoe unangalisha for 3 hours kiatu. Unaweka rangi, unaweka mate, unaweka maji, unasugua. Si ati hivi na kidole. Bwana asifiwe sana. Mpaka ukifanya meno hivi unaona kama ni safi. Hallelujah. Sio kazi. There must be discipline. We are talking about spiritual discipline. Hapo ukiambia watu wakuje church, mwingine saa 5, mwingine analeteka spiritual discipline. For if a man does not know how to rule his own house, how will he take care of the church of God? Verses 5. Ni hapo kweli hiyo maneno? 1 Timothy 3:5, okay? Hebu songa 6. Nataka ile the believing in the form of God and okay, let me know. Not a novice, less being puffed up with. Hii itatupeleka mbali sana. Hallelujah, tutupeleka mbali sana kabla tufike hapo. But can we look also at Mark 7:3? But you understand where I'm coming from. There must be a way of believing in God and in himself. Not only the form of godliness, but in himself. We believe and take the word for what it is in the name of Jesus. For the Pharisees and all the Jews do not eat unless they wash their hands in a special way, holding the tradition of the elders. Now look, these are people who are holding on the traditions. No. Hii mtu yangu ya studio. Mark 7, nipe 13. 7:13. Making the word of God of no effect through your traditions, which you have handed down, and many such things you do. Yani tunaamini Mungu, tunaenda katika kazi zake, lakini tukitoka hapo, yale maneno tunaongea, zile kazi tunatenda na mikono yetu, mtu hawezi tofautisha huyu ni mwokovu na huyu sio mwokovu. Ushakutana na watu kama hawa? Yani unakutana na mtu unashindwa, okay, huyu ndio alikuwa praise and worship, ndio alikuwa pale sasa, okay, because kuna time naangalia online,
na unaona hapa, unaona vile unakutana na yeye in another corner, maneno anaongea, matendo anatenda, you are like, okay, huyu pia ni the same person. Kwa hivyo they make the word of God of no effect. You make the word of God of no effect through your traditions. Yale mambo unafanya, yale mambo unasema, which na ni mambo ambayo mmefuatanisha, kwa sababu mmekuwa mkifanya hivi, mnayatumia hivyo na inakuwa ni kama kawaida. The tradition and discipline. We must not neglect the spiritual discipline, because in it there is life. In it, that's how the power of God is going to move in us. In it, that's how we are going to arise in power, in Jesus' name. Sababu ya wakati. The other thing we must pray for is to be believing believers. We must be believing believers. Bwana asifiwe sana. Angalia mwenzako, mwambie believing believer. Mwangalie vizuri, na pengine mwingine analala, mwingine anakaa amechoka, sio joto. Mwambie mtingiza, mwambie believing believer. Kwa sababu kuna waamini wengi sana ambao hawaamini. Yani they are believers, but when you look at their acts, their sayings and everything, mtu anasema tuombe, lakini as mnaomba anatafuta namba. Kuna mtu lazima call ndio hii shida yake ishe. But sasa ni kuomba, mnaomba, but mnaomba na anatafuta msaada wake. Yani mnaomba na ana scroll hiyo namba. Unajua kimeumana, yani hapa kimeumana, si ndio? But now anajisort na ni kuomba mnao. Believing believer. Sema believing believer. You must be a believing believer. We have so many people. Munapanga vile mnaomba. Yani you are settling to pray because of an illness. Na as we are trying to pray, sasa hata mtu anakuwa interrupted because sasa hii Uber lazima iitwe na ndio. Yani hapa you can imagine what is happening. I'm not saying going to hospital is bad. Do not take that message. What I'm saying, you must believe what you are praying and whom you are asking. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu usipoamini, then you don't expect much. You do not expect much. And that is, the power of God does not flow in that manner. There is that wewe na Mungu na kusikia sasa una connect, na ndio sasa hizo nguvu zikaenda kufanya kazi. But if you have many options, silver and gold I don't have. Kama wangekuwa na silver, pengine hiyo miujiza haingepatikana, because wangepatiana na msaada upatika. But silver and gold I have none. Opportunity and power I have none. People connection and nini I have none. But the name of Jesus. Bwana asifiwe sana. In the name of Jesus. Wengine sasa wanakubali tu kuamini, yani daktari ameshindwa, pesa zimeisha, haijulikani ni ugonjwa gani, imekuwa sasa ndio sasa anasarenda sasa. Bwana asifiwe sana. That's when now you start believing, because unaona kuamini na kukufa ni the same. There is a God in heaven. Ambie mwenzako, there is a God in heaven. There is a God in heaven, in Jesus' name. And you know, when you look at James 1:6, I do not want to persuade you about believing, but I tell you it is a prayer item. That you tell God, I want to believe, and I want to be a believing believer. I want to be having faith in Jesus' name. For I know those who have no faith do not please you. Because you say, God is not pleased by doubters. You must believe that God exists, and He's a rewarder of them that seek Him diligently. But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. Verse 7. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. Let that man not suppose. Wanasiwe sana. Sasa jihubirie. Let I not suppose that I will receive anything if I don't believe. And for that I'll believe in Jesus' name. I'll believe in Jesus' name. The other thing you must pray as you arise in power, it is to pray against sin. Against sin in the name of Jesus. Against sin. This is an area that you must be powerful
arrive to pray against sin. Dhambi zikaweza kuwa mbali na wewe. Najua hii ni elimu ambayo ni ngumu, lakini 1 John 1:9 inasema that God is faithful, that when we confess our sins, he is faithful and just to forgive us, to cleanse us from every form of unrighteousness. Bwana asifiwe sana. He is able to cleanse us. Haina haja ukae na dhambi, ushikwe na dhambi, zikose kufanya nguvu za Bwana zikushukie, kwa sababu ana uwezo wa kutuosha. Ana uwezo wa kutusafisha katika jina la Yesu. James 5:16 natuambia tuweze kuconfess our sins to one another. Confess your sins. Usikubali kuishi jera ya dhambi, kwa sababu shetani anataka kuweke jera, akufungie hapo. Pengine ni dhambi ya siri. Dhambi ya siri. Wewe umekuwa ni kajamaa kamefungwa katika life ya pornography. Unaenda tu mara moja umekosana na pa in your room pu, umefunga mlango ka, na ndio wewe huyo kwa pornography. Tupono. Unasisimuka. Dhambi ya siri. Halafu unatoka hapo and all of a sudden you are in church and you think that you are going to experience the power of God. It is not going to happen. It does not come in that direction. In the name of Jesus, confess your sin, confess it and repent. And when you repent, our Father is faithful. He is going to forgive us and cleanse us from every form of unrighteousness. Wengine ni masturbation, roho chafu za masturbation, roho chafu za maroho ya spiritual husbands. People wengine wanaenda, it is dirty, it is bad, but it is happening even to watu ambao they come and they don't know how to get out of it, but there is a way of getting out of it. Confess and Jesus is going to liberate you. You will be forgiven, cleansed and purified in the name of Jesus for the glory. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Unaonaje ukiwa unatoa habari na unahubiri katika jina la Yesu? Mimi nilikuwa nimenaswa, nilikuwa nimefungwa, nilikuwa na masturbate, nilikuwa na shida, sikuwa naweza hata kukaa katikati ya watu, nikiona hivi na kuwa hivi, lakini Mungu aliniokoa, nilikombolewa. Sasa mimi ni huru katika jina la Yesu. Na naambia wote ambao wamefungwa na maroho ya aina hii, hiyo ni roho, hiyo sio furaha, ni roho mchafu ambaye amekufunga. Unaweza kombolewa, unaweza kuwa hai tena na hali tena njema katika Kristo. How beautiful it is when you come to that liberation and you can preach to thousands, hundreds of people in the name of Jesus. Hata nilikuwa hapo, hata mimi nilipigwa chenga kidogo na shetani na nikaweza kuwa na mimba. Na mimba hiyo tukasikia kama familia hatuwezi kuzuia hiyo aibu, na tukaondoka, nikaenda nikaweza hata kuweza kuabort huyo mtoto. Na sasa hivi nikasikia nimehukumika, nikaingia katika depression, nikakuwa katika shida kubwa. Lakini sasa nilipoendea Bwana, nikaanguka miguuni pake, nikatubu na nikaweza kukiri dhambi hizo. Mimi nikasikia mzigo mzito umeondolewa na niko huru tena katika jina la Yesu. Sasa nimekombolewa, niko huru, because Jesus says that them he set free, they are free indeed in Jesus name. Sasa hivi nasikia ni kama mtoto wa Mungu, nimekubalika, na sasa nimebarikiwa na haya kwa sababu Mungu Baba yangu huruma zake zilikuwa nyingi na zilinionekea. Ingawa nilikuwa mwenye dhambi kiwango hicho, ingawa nilifanya dhambi hata ya kuua, ndio mimi huyu Mungu usamehe hata walioua. Bwana asifiwe sana. Alisamehe hata Daudi alipokuwa ameua Uria ili akapata mke wake. Alisamehe Uria kwa dhambi ya fornication, adultery. Akasamehe Uria kwa sababu ya dhambi ya kuua hata Uria ili akaweza kupata mke wake. Alisamehe Daudi hata kwa sababu ya rasi, alimsamehe. Na hata hivyo Mungu akaenenda akamuitia na kusema kwamba huyu ni mtu ambaye ako katika roho yangu na amenipa roho yake, kwa sababu ya confession, kwa sababu ya kukataa dhambi. Bwana asifiwe sana. That is how David was acclaimed righteous, and that's how David was given the favor, to the extent his generation gives us Jesus at the end of the day. Bwana asifiwe sana. Hakuna dhambi Mungu hawezi kusamehe. But now if you stay with that sin, you remain a captive. Sema captive. Mfungwa, jera.
Na hiyo jera ni mbaya sana, ni jera ya aibu, ni jera ya intimidation. Kila wakati ukiamka unasikia aibu, unasikia shida, hauwezi ambia mtu. Kila siku unaishi na ikijulikana, na wakijua, na wakisikia. Kila siku unaishi maisha ya bondage. But there is liberty in the Lord Jesus. Bwana asifiwe sana. There is liberty in the Lord Jesus. And when you get this liberty, there is power. And this power is power unto salvation. Bwana asifiwe sana. There is power unto salvation. Wakati utatoa ushuhuda huo, watu wanaokoka. Kwa sababu wengi walikuwa wamefungika katika njia hiyo. Hawakujua kwamba huwa ina happen. Hawakujua kwamba Mungu pia huona hata hizo siri. Hawakujua. So now that they know and they can see the revelation through you, they can stand and be saved in the name of Jesus. This is how beautiful our God is, how mighty he is. Because when you now sink in him, kubali, ukikufa na uingie ndani yake, kifo hicho tumesema, then what happens? You become a person who does not sin. By the way, it is possible to live a life without sin. You are saying, how, Pastor? How, Rev? Kuna kitu tunaita kuanguka katika dhambi, na kuna kitu tunaita kuishi katika dhambi. There's what we call practicing sin, and there is that we call falling in sin. Those are two different things. This that we talk about falling into sin is that you realize your conscience tells you immediately, what? And then you are like, guy, oh, forgive me. And you do not go into it again, and you live a life of being cleansed. That is a life of righteousness. A life that you and sin cannot mix. Hamwezi ingiana, hamwezi kana kwa dakika 5, hamwezi. And that is what John is telling us in 1 John 3:8. Najua utasema na ile sema everyone has sinned and has fallen short of the glory of God. Rev, sio inasema pia everyone has sinned and have fallen short of the glory of God. Yes, you sin, you fall short of the glory, you repent, you come out, and now you live a life that you do not mingle and live with sin in Jesus' name. And this is where we are. Lazima tuinuke viwango tofauti. Hallelujah. Nguvu za Mungu hazitaingiana na mtu anayeingia katika life maisha ya dhambi. It is not possible. Let me confirm that we are in the right place in Jesus' name. Yes. He who sins is of the devil. And the devil has for the devil has sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested, and he might destroy, that he might destroy the works of the devil. Akidestroy kazi ya shetani, sikuna kazi imefanyika. Verses 9. Whoever has been born of God, whoever has been born of does not sin. If you thought that you cannot live without sinning, it is possible. If you are born of God, you cannot or you do not sin, for his seed remains in him. Ukishaokolewa na Mungu, mbegu yake inakaa ndani yako, and hautangamani na dhambi. And he cannot sin because he has been born of God. Hallelujah. Because he has been born of God, he cannot sin. His life, God's life is in him. Kama wale ambao hawakuweza kushika hii maneno vizuri, tuiseme uko na damu na Mungu, damu yake iko ndani yako. If you are born of God, damu ya Mungu ndio inatembea, is God's blood. Sema God's blood. And if God's blood is revived by the coming of Christ in you, then that blood runs through you and you behave like that blood. And it has a serious resistance to sin. And that's why the Bible tells us, resist the devil and he will free from you. That is the simple formula. Resist him, he will free. So if the blood of God is in you, you resist sin. Utasikia uncomfortable. Ukienda kudanganyana unasikia, lakini hapo, by the way, pana, siwezi danganyana. Unawacha tu niseme kama ni kweli niumie. There is something you must do, then you find unasikia kitu, the power in you to refuse is so huge. Sema, I want a huge power to refuse. I want a huge power to resist. I want strong power to resist lust, to resist lies, to resist. Jesus' name. Let us be on our feet in Jesus' name. Tapo shika dabara.